Habari zenu jamani, mnaendeleaje? Hapa bwana, nimekuja na jambo ambalo nataka tujifunze kidogo wote kwa pamoja. Na ni jambo linalohusiana na harakati za mtoto kucheza akiwa tumboni. Watu wengi wanakuwa wanajiuliza kwa nini mtoto wakati mwingine anapunguza sana kucheza wakati wa mchana ukilinganisha na usiku, au wengine hawamsikii kabisa mchana ukilinganisha na nyakati za usiku. Hili limekuwa ni swali ambalo linawasumbua kina mama wengi na wanashindwa kuelewa, pengine wanakuwa wakihisi labda kuna matatizo ya kiafya ambayo yamemkuta mtoto au mama husika. Sasa vipo visababishi ambavyo vinaweza vikafanya mtoto acheze mara chache hasa wakati wa mchana. Sababu ya kwanza kabisa ni ratiba ya usingizi wa mtoto wapo tumboni. Unajua mtoto naye ni kama mtu mzima. Unaona? Akiwa tumboni huwa na muda maalum wa kulala na kuamka. Sawa na mtu mzima kabisa. Kwa kawaida mtoto anaweza kuwa anapendelea kulala mchana na kuwa mchangamfu wakati wa usiku. Na hii mnaweza mkawa experience wala kina mama ambao wamewahi kuwa na watoto wachanga, au sasa hivi mama ambaye una mtoto mchanga, unakuta wakati wa mchana huyo mtoto ndo analala sana. Lakini ikifika usiku anaamka na anaanza kukesha. Hizi ratiba kwa watoto wao zinaanzia tumboni, kwa watoto walio wengi. Kwa hiyo ichukue, uitunze kabisa na uielewe. Sababu ya pili ni mjamzito kuwa na shughuli nyingi wakati wa mchana. Unaona? Unakuta wakati wa mchana mama anakuwa na pilika nyingi, ana shughuli, anahamisha hiki, anafanya hiki, anafua nguo, anainama, anainuka. Kwa hivyo mtoto anakuwa anatikisika tumboni kama vile yuko kwenye bembea. Unaona bana? Kwa hiyo anahisi kama vile anabembelezwa. Kwa hiyo hii inaweza kupelekea mtoto akafanyaje? Akalala. Unaona? Hivyo anapofika usiku sasa mama ametulia, amepumzika, mtoto anahisi kuna utulivu, basi anaamka, anaanza na yeye pilika zake. Kwa hiyo ni sababu ambayo mnatakiwa kuijua na kuizingatia kabisa. Unaona? La tatu ni mabadiliko ya pozi la mtoto. Unaona? Wakati mwingine mtoto anaweza kama amegeuka alikoelekezea miguu yake na mikono yake kiasi kwamba ambapo hata kama atacheza huwezi kusikia kwa uzuri. Kwa hiyo hilo pozi siku akibadilisha katika mazingira ambayo akicheza basi atakuwa anagusa baadhi ya sehemu, hapo unaweza kumsikia kwa uzuri kabisa. Lakini sababu ya nne ni kujao kwa tumbo au kula chakula kingi. Unaona? Mama mjamzito akila sana chakula chake, tumbo linaweza likatanuka kutokana na shibe. Hivyo sasa mtoto akicheza wakati tumbo limetanuka, limeshakuwa kubwa, mama anaweza asisikie vizuri mpaka pale chakula kitakapoisha. Wakati wa usiku mama ametulia, amepumzika, basi mtoto naye anapata nafasi ya kufanya zile movement na mama akazisikia vizuri. Lakini sababu ya tano, na nafikiri hii tufanye iwe ya mwisho bwana, tusifanye video kawa ndefu sana. Sababu ya tano kabisa ni kuchoka au kukosa usingizi kwa mama. Unakuta mama akiwa amechoka au hajapata usingizi wa kutosha, anaweza kupuuza au kutozitambua harakati za mtoto akiwa tumboni. Unaona? Kwa sababu ya uchovu tu, unakuta saikolojia ya mama basi haiwezi kufuatilia vizuri movement za mtoto akiwa tumboni, hivyo akahisi kama vile hachezi vizuri. Sasa unaweza ukawa unajiuliza ni wakati gani wa kumuona daktari kama mtoto wako amepunguza kucheza, unahisi kama amepunguza kucheza. Sasa hapo ni akili mkichwa. Unaona? Ila mimi kama daktari nakushauri kwamba unatakiwa kuja hapa kuniona au kwenda kwenye hospitali nyingine kumuona daktari kama mtoto amepunguza kucheza. Sawa? Kama mtoto alikuwa anacheza mara kwa mara kisha ghafla akapunguza au akasita au akaacha kucheza kabisa. Unaona? Kama alikuwa anacheza mara kwa mara lakini ghafla kashangaa kimya kabisa, hapo unatakiwa kuja kwa daktari ili kufanya uchunguzi zaidi. Unaona? Lakini kama unahisi harakati za mtoto zimepungua kwa zaidi ya saa 12, yaani kwa saa 12 unaona harakati zake huzielewi, hapo unaweza kumuona daktari. Lakini hata baada ya kula au kupumzika mtoto unakuta hachezi kama kawaida, unatakiwa kuja kumuona daktari kwa ushauri na uangalizi mwingine. Unaona? Sasa unaweza kufikiri kabla kuja kumuona daktari ni nini cha kufanya ukiwa na mashaka kama mtoto wako hachezi vizuri. Hapo tunashauri kwamba unatakiwa kwanza kula kitu chenye sukari, kama vile matunda au juisi, halafu
lala chali au upande wa kushoto na uone kama mtoto atacheza ndani ya saa moja. Unaona? Lakini kingine tunakushauri kwamba fuatilia idadi ya harakati za mtoto kucheza. Mtoto anapaswa kucheza mara 10 ndani ya masaa mawili baada ya kula. Yaani mama ukila, ukishiba, mtoto anatakiwa kucheza mara 10 ndani ya masaa mawili. Lakini la tatu, ukiona umekula kitu chenye sukari lakini hujasikia vizuri, tunakushauri kupata kitu kama cha baridi sana, kama barafu hivi au ice cream, ukapata ile pale kidogo, kiingia tumboni, ule ubaridi unaweza kumshtua mtoto akawa anacheza vizuri. Sasa nafikiri ili swali nimejibu vizuri kabisa. Kwa wale ambao wanafuatilia masomo yangu wakati mwingine watakuwa wamenielewa vizuri. Kwa hiyo kama una swali unaweza kuuliza kwenye comment na tukaenda kukujibu wakati ujao. Mimi binafsi nimemaliza. Kama una kitu unahitaji kujua cha kitaalamu kabisa ambacho unaona unapaswa ukijua, weka comment yako hapo chini, alafu mimi nitatoa ufafanuzi ni nini cha kufanya. Asanteni sana.